kwa mapambano yako ya kibinadamu yanaweza kufanya wewe ukawa mfalme in a certain area, lakini kama hauna kitu cha kikuhani, yale yote uliyopambana ukawa mfalme ukakuwa, kile kitu cha kiroho kina uwezo wa kukuondoa kama mfalme. Hata mnaowaona kwa namna ya nje wanaonekana kana kwamba si wapambanaji wa mambo ya kiroho, au sio wana maombi kihivo, au watu wanamtafuta Mungu, kuna kitu wanakiabudu, kuna mahali wanafanya utumishi wao wa kimungu, utumishi wao wa kiroho. Kuna matokeo Mungu alikuwa anayatafuta kwenye uso wa nchi. Angewaacha watoto wake kule, asingeyapata. He had to take them out. Kumiliki kwao juu ya nchi kunawezekana tu wakitoka. Otherwise, usipowatoa ukawapa kumiliki kule juu ya nchi, kuna kitu kinaitwa nguvu za giza zitawaweza. In other words, anatuambia hivi, aliyowatoa nguvu za giza ziwaweze. Wana wa Israeli wakati wanatoka siku za kupigana vita ili wachukue nchi, ili wasizuiliwe kwenye vita zao, kiongozi wa vita alikuwa anaitwa Yoshua mwana wa Nuni. One day walienda kupigana vita ili Mungu awape ushindi. Yoshua mwana wa Nuni, ambaye baadaye alikuja kuwa kiongozi wa kuliongoza taifa, alienda kupigana na upanga ili wapate ushindi. Musa na Haruni na Uri wakawa wameenda kuomba mlimani ili Mungu awape ushindi. Hakukuwa na any strategy of war, lakini Musa alikuwa ameenda mlimani kuomba. Alipokuwa akiomba, akiinua mikono kufanya ibada yake ya maombi, wana wa Israeli walikuwa wanashinda. Akishusha, walikuwa wanapigwa. Tutaenda kupambana, lakini sisi lazima tuwe na strategy ya vita. Lazima tujue tukiwa tunapambana, lazima tujue kuinua mikono. Siku tukisema tumechoka, tunashusha mikono, Waamaleki watashinda mbele ya macho yako. Waamaleki ni pagans ambao hawaabudu Mungu wako. Kwa hiyo ukiona wa mataifa wanashinda, watu wasio na Yesu wanashinda, ni kwa sababu watu wenye Yesu wameshusha mikono. Kuna connection gani kati ya mkono wangu na ushindi wa vita zangu? It doesn't make sense. Haikutengenezwa ili make sense. Anachotaka Mungu, Musa ajue ushindi huu ni yeye anashughulika. Mungu hana shida na mikono ya Musa. Mungu shida yake sio kumtesa Musa, ila Mungu anataka mjue kama mlishinda ni kwa sababu mimi I was on board. Yani Mungu nia yake tangu asili alikuwa anataka kuonekana katikati ya shughuli za wanadamu. Kwenye mambo yako tukipiga kuanzia Januari mpaka Disemba, alafu ukaamini ni nguvu zako, hiyo sio ibada. Haijalishi una nidhamu kiasi gani katika mtaa. Naweza kuwapa ushindi bila wao kuinua mikono, lakini nataka ijulikane waliinua mikono ndo nikawapa. Mungu hataki tubahatishe shuhuda, yani tusiwe na utata kwamba hivi ni akili zangu hapa, ni kwa sababu niliweka mtaji mzuri au nini. Mungu anataka kutengenezea maisha ambayo tutasema hivi, kwa kweli kwa mtaji niliokuwa nao nisingetoboa hapa. Yani sina maelezo ya kutosha kwa hesabu zangu za kawaida nimefikaje hapa, ila ninachojua nilimuomba Bwana naye akanijibu, akaniweka mahali panapo nafasi.